Kuna mtu alikuwa anakaa nyumba moja na kaka yangu. Huyo jamaa alikuwa anafanya biashara ya baiskeli za kukodisha. Zile zamani nakumbuka alikuwa anafanya 300 shilingi 200 saa moja. Sasa yule mwenye zile baiskeli jioni alikuwa anategemea sisi vijana wadogo wadogo ndio tuendeshe kutoka sokoni mpaka wapi? Nyumbani. Na sisi baiskeli ile kuendesha, lakini kumbe tunafanya kazi sisi bila kujua. Sasa nimepeleka ile baiskeli pale na kaka anakaa. Kumbe shemeji yangu siku alichinja kuku kapika na kwao. Saa moja kumbuka hiyo jioni. Kwa hiyo mimi nikaingia, shikamoo shemeji. Marahaba shemeji yangu. Basi jambo za hapa nzuri. Yeye alivyoniona akahisi, kwa sababu ana tabia mbaya ya uchoyo. Akahisi mimi sipale mtakaa hata si nigonge na misosi na kuku wake. Kwa hiyo wakati mimi naingia, alichukua chungu cha kuku akakiingiza ufunguni mwa kitanda. Sasa unajua mambo ya Mungu yalivyo. Kila jambo analolifanya lina adhabu yake. Wakati anafanya hiyo kazi ya kupeleka haraka kule, akasahau kuweka mfuniko. Kwa hiyo kwa sababu kuku imetoka kwenye jiko la moto, ikawa ina mvuke, ule mvuke ukapanda kwenye kitanda, kuna mende akazidiwa na ule mvuke akashuka kwenye bovu. Kwa hiyo mende alipoingia na maji ya mchuzi wa moto, mende akawa naimba, "Oh Yesu wangu niokoe." Yuko ndani. Mwisho mende akakata moto. Akafa. Sasa mimi nimemwaga vizuri. Naondoka. Sijafika mbali kama hapo tu mbele barabarani hapo. Nimekutana na kaka yangu anatoka kazini anarudi nyumbani. Wewe umefika hapo kwa shemeji yako, nimsalimie. Sasa mbona unaondoka haraka? Chakula umekula sasa sija. Na wewe nyumbani kabla nyumbani. Twende hapo friend. Si tuko wawili tu. Tuje na wewe leo umepita hapo. Si ndio tunakula watu watatu na changamka nyumbani. Tumefika pale nyumbani, shemeji nimekuta sana anavuta kile chungu. Chungu kinatoka kina mende. Katika watu wanakinyaa duniani na mimi nipo. Yaani mimi nione mende niwe. Sisi. Sasa pale nikaacha ugomvi na dundana tunamka. Uchoe tabia uchoe. Kakasirika kuku kaingia mende. Kwa hiyo uwe na tabia nzuri kwa watu wote. Si ungesema amina wewe? Amen. Jambo jingine, usijirahisishe kwa wanaume. Kujirahisishe? Kwani ulioni andikwa? Ndio, unaenda usoma kwenye mlango wa biology. Ila tusoma usijirahisishe kwa wanaume. Usijirahisishe kwa wanaume. Ndio. Sio unamwambia mwanaume, yaani unajua mimi naenda kuchukua mkopo kule kazini kwangu ili maji tuje ulipe mahali. Ndoa mwaka huu lazima niingie ndani ya shela. Huko ni kujirahisisha. Huko ni kujirahisisha. Naka mkopo ka. Lakini jambo jingine, ukomae kiumri. Uwe na ujuzi wa kupika, usafi wa nyumba. Leo kumezuka tabia vitoto vidogo miaka 17, 18 na mimi nataka kuolewa. Na mimi nataka niwe na nyumba yangu.